kile mimi nilikuwa nalala uchi. Sasa nikaona kitu kama kinananili. Sasa sikufunga mlango na loki, niliurudishia tu ule mlango. Nikaona mtu kama amefungua mlango hivi kwa force. Sasa mimi na kweli mimi nakupenda, nikasema Mungu wangu, sawa, mimi mwenyewe nakupenda, ndio maana nakujali, nakufulia, nakupikia chakula. Akasema, "Alafu dada unajua kupika." Nikasema, mimi najua kupika, ndio maana unanenepa, nawalisha huko ndani. Aoni la sasa." Akasema, "Mimi sitaki hata uondoke." Sasa anapoongea na mimi ananisogelea, maana anishikashika. Nikasema, ila weka kana umezidi bwana. Mimi ndo nikaondoka pale. Ndo nilipoondoka pale ndo basi. Kwa hiyo ndo kwamba bosi wako na mtoto wake walikuwa wanakutaka wote. Watu wawili haya. Nikaendelea tena hivyo kufanya kazi, ule mama analetea timbili za hapa na pale. Sasa kuna siku sasa ule bosi alivyoona anabanwa kabisa, yani anabanwa kabisa, kuna siku akamtoroka mke wake akaja mpaka ninakojilaza. Sasa mimi ina kawaida ya kulala uchi. Ulali na nguo. Mimi waga hata silali nazo kipindi kwa kipindi kile mimi nilikuwa nalala uchi. Sasa nikaona kitu kama kinananili. Sasa sikufunga mlango na loki, niliurudishia tu ule mlango. Nikaona mtu kama amefungua mlango hivi kwa force. Sasa mimi na kawaida ya kuhisi. Nikasema Mungu wangu, kuna nini tena? Mchawi nini? Anakukuja taratibu. Jamani, kutizama hivi mbele. Naliona leli baba mwenye nyumba, Mungu wangu, na tumbo lake lile kubwa. Yupo huyu, yani kama vile amevaa taulo. Ilikuwa inawaka. Nini? Taa ilikuwa inawaka. Kwa hiyo alikuja yuko hivyo, sasa nini kikafuata? Alikuja amenanilia, amevaa taulo. Nikasema baba, mchana ulikuja, na usiku tena unakuja unataka nini? Unatafutia balaa mimi na mke wako. Mimi sipendi bwana.